Karibu tena kwenye Bibo Media. Of course it's your favorite boy Isaac, na leo niko hapa na kijana. It's been a while kukutana naye. Of course na nimepatia opportunity nzuri sana ya kukaa naye chini tupige ma story, you know, it's the story time, you know what I'm saying? So twende mjini ine. So niaje bro? Fresh man. Salama tu za siku. Fresh sana man. It's been a while. Yeah, it's been a while. Last time ilikuwa kuonana ilikuwa ni last year. Last time tulionana kwa last year kabisa. Leo siku mwaka umeanza vizuri. Mwaka umeanza vizuri sana kabisa. Nasema hivyo, kwanza nimshukuru Mungu kwa mambo yangu yanaenda nilivyopangia. Japokuwa kuna vikwazo kidogo kidogo, ila mambo yanaenda fresh kabisa. Tunamshukuru Mungu sisi wote kabisa. Hivi watu wangependa kujua kwa majina unaitwa nani? Majina mengi. Sasa sijui nauliza majina gani. Lakini nitaanza nayo kwanza, ni jina yako ya nickname, jina umejipa mwenyewe. Nickname nilikuwa nickname, lakini nataka nakimbia na yani nakimbia nickname. Kwa nini? Nataka nikimbie nickname kwa sababu haifanani na kitu yenye nakifanya kwa sasa. So nakimbia nickname, lakini nickname yenye watu wengi wagana nitaita kwa sasa, wale wenye walikuwa wanijua before. Wagana nita Free Boy. Lakini hiyo nataka hiyo ndio nickname naikimbie. Lakini kwa majina nilopewa kabisa na mama yangu na baba yangu kwa urefu ni Theophile Kashindi Ngamasi. Jina ndefu. Jina ndefu, lakini ile Theophile ikawa in short ikawa tu Tio tu, simple. Tio. Ndio nyumbani wanakana kuita. Obe Tio bolo. That's good man. Hivi I know ulikuwa dancer ama bado kingalikina dancer? Mimi nilikuwa dancer before, say way back. Nilikuwa dancer, lakini kuna things happened mero hapo maisha. Nika stop ku dance, you know kila kitu ni passion. Kila kitu ni passion, lakini one day nilikuwa dance tu nikajikuta ile passion imepotea. Nikawa na passion ya vitu vingine tofauti na ku dance, so nikachana ku dance. Vipi bado kundi ya Young Star bado ipo, timu bado ipo? Nimekusio jina ya Mungu, nimekumbuka mbali sana. Kwa sababu ile unajua ile ilikuwa ni timu ambayo yani niseme mimi na wenzangu tuliweka nguvu nyingi sana kuijenga. After then mimi nikaja nikawa disappoint wenzangu ghafla. Yani every time nikisikia jina wagana waambia sana Young Stars bado ipo, lakini sema tu ndo as watu wenye tumegrow, tume drift apart. Kila mtu anaanza mambo yake. Tume drift apart. Mtu wa kwanza kutoka kwenye Young Stars alikuwa nani kwenye timu? Mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kutoka. Mimi ndo yani tuseme kutoka seriously kabisa kuachana ku dance. Mimi ndo nilikuwa kwanza. Kama vile niliingia kwanza kwenye Young Stars, na mimi ndo tena nilikuwa kwanza kutoka. Maisha kubeba kama uanzishe new path. So nisi blame maisha, sema tu ni passion ilipotea tu. Passion iko unaweza kupotea. You can lose it. Unaweza amka tu one day, when you're doing something na passion, unaweza amka one day tu passion na shift tu. So ndo after nani kuacha kudance uliingia mambo gani? After kudance niliwekeza muda mwingi sana kwenye masomo. Nikaja nikagundua kampuni yangu Ngama Nation. Kifupi nilikuwa inspired. Hiyo jina ilikuwa inspired by my last name, my dad's name, Ngama Nation. Kenda mtaani pale, kila mtu anajua hiyo jina, lakini hawajui Ngama si mwenyewe ndio yupi. Sababu mzee wagawa ni cancel. Nikasema why nisichukue tu jina niweke pale. Nikaichukua, ikaitwa Ngama Nation. So hiyo company basically ina base kwenye mambo ya entertainment yote kiufupi. The whole entertainment kiufupi. Growing up nilikuwa na ndoto ya one day nimiliki kitu kikubwa. Yani nifanye kitu kikubwa tu. So nikaona let me just nianzishe Ngama Nation Entertainment. Kuna kipindi ulikuwa na promote, nakumbuka ulikuwa ni manguo, Huris, unaweka nani label logo hapa kwenye nani, ulikuwa na promote sana.
ilikuwa few years back, you know. Imeshakuwa muda kidogo. Afu tena somehow ukapotea, kukua tena nani? Kulitokeaga nini hadi kifupi unajua mimi mimi ningaki mtoto lakini kifupi mimi na upeo wangu ni mkubwa sana kwenye mambo ya entertainment. Najua kufanya biashara sio kula. Na zile huri zilikuwa tu mean of promoting the name. Yeah, na zile huri zilikuwa zimejengwa special for few people. Yeah, few special people tu. Ndio maana zile huri zilikuja na zikaenda. Lakini nimeshukuru sana kwa zile hudi hometown pale. Kusema Ngama Nation kila mtu atajua, lakini until now nobody knows what we do. Now, but mko you still working on it? Everything is still on the ground. Basically this is the first time niko naongelea kuhusu Ngama Nation anyway. Sasa unapangilia tena kuanzisha lini? Kama nilivyosema Ngama Nation sio kampuni ya manguo. Ngama Nation, yeah. We're not based on clothes, we're based on entertainment. Yeah, nikisema entertainment ni basically we watch over projects. Project nyingi tu na hapo mbele naweza tamani ni watch over zingine projects za maana zinaweza onekana mbele ya watu wakasema there's something big, kwa sababu you know mtu akiwa na project wewe kama unasema kwa mfano idea yako ku bring idea yako to life, you cannot do it alone, you need somebody else to watch that over you, and that's where we come in as Ngama Nation. Yeah, I mean right now I was working with Alengas. Tuna watch over a project, a new movie that's coming up. Yeah, everything went smooth. That was the first project nilikuwa watch over, and then everything went fresh. Okay, that's good to know, man. Because I've been waiting for it for a while, and I can't wait for it to finally introduce to people and all that. Hivi uliwaka na manage ama nasema ulikuwaga ama na uko na manage haye muda wa kucheza mpira na masomo? Sema kucheza mpira na masomo, najua mimi nilivyo turn 20 nilianza kusumbuliwa na mgongo. Hapa chini hapa mgongo anaanza kunisumbua. So ile kimbia sana ikapungua, so nikabidi niachane kufocus na mpira kwa sababu nilienda mazoezini, sababu nilikuwa nimesign na school ya D2 NCAA. Nilikuwa shakuwa kwenye roster kabisa, nilikuwa kimebaki niende shuleni tu. So nikaenda for 4 days kule tu nipige practice. Kupiga practice of 4 days nisikia mgongo niuma. Nikampigia mama yangu simu nikamwambia sio cheza mpira tena. So nitakuja home, nibaki hapo home, nisomee tu hapo home, nifanye mambo mengine. Kwa sababu mpira nimeona mgongo umenisumbua sana. So I went back home. Yeah, pole sana. Yeah. So nacheza mpira tu for fun, but most of my time and energy inaenda kwa Ngama Nation. Oh, that's good. That's good. Asa naweza kusema uli replace kucheza mpira nani? Yaani niseme ni replace kucheza mpira na Ngama Nation. Kwa sababu niliuliza hiyo swali kwa sababu najua mpira ni kitu kile unapenda sana na ulianza ulikuwa bado uko mtoto sana, unajua kuacha kitu kile unapenda kwa rahisi. Yeah. Ni kitu kinakaa naumiza sana ama kiachia Man, mpira nilikuwa napenda mpira sana man. Mimi sikudanganyi. Naweza nyimwa ugali ende kucheza mpira. Lakini sema tu ndio hivyo, mwili wa kuruhusu na kureplace mpira haiwezekani kwa sababu ni kitu chenye kilikuwa moyoni. Ndio. Yeah, so it was like blood. Yeah, that was like in blood. Lakini I'm grateful, Mungu amenipasha akili na akili yangu na kila siku, yani ndo my weapon kiufupi. Yeah. Nilikuwa na manage pale kwenye timu nilikuwa nacheza pale, nilikuwa na manage kukocha watoto pale just for the love of the sport. Nilikuwa manage watoto pale. Lakini sema schedule masomo ikawa tough, nika shift masomo tena. Lakini hivi my main focus kabisa, like full focus ni Ngama Nation na ni malize masomo. Bado uko shuleni? Yeah. Ndio mwaka kwa mwisho? Yeah, this will be my last year. That's good. Kuna miezi mingapi? Mwezi mmoja tu hapa. Unamaliza? Yeah. Yeah, congrats man. Ndio ulisoma miaka mingapi? Hiyo ni associate tu. So I'm gonna have 2 more years left. Kumbe na kusoma na kazi. Ndio college unabidi ujitume. Yeah, ina take time. Yeah, unabidi ujitume kabisa. Hivi
Pale nyumbani mnakuwa familia ya watu wangapi? Mimi mzee wangu amezaa sana kabisa. Mzee wangu amezaa kabisa. Kwa mamangu, babangu na mamangu ni watoto 10. 7 boys na 3 girls. Babangu amezaa pembeni na wadogo zangu. Na mdogo wangu. So that makes us 12 kabisa. Amepiga kazi. Mzee amezaa kabisa. Na unazuka fuata nyayo zake. I mean yes, you know, I don't know the future, lakini all I know is nitakuwa na watoto. Mungu akinisaidia nitazaa watoto, lakini sijui the future, you know. Unajua mimi ni mtu mwenye napenda sana invest yangu time kusaidia watu. So yeah. Hivi unazuka wao wanawake wawili? Hapana. Ila naanza bahati mbaya ikitokea kuzaa mtoto nje. Kuzaa mtoto nje hapana. Kwenye mipango yangu kabisa ya kibinadamu. Kama ni mipango yako kumbe inamaanisha nje utakuwa sitakuwa na mtoto. Hawatakuwa na piga. Hapana. Yaani kiufupi hapana. Unajua kwa sababu watu wengi sana wanakuaga na hicho kitu ya nowadays naweza nikasema ama naweza nikasema wazee wetu wa zamani wale wako hivyo tu. Wako na mke ila bado wanaenda nje nini na mambo kama I mean generation zina change ndio mambo yenyewe yana change. Unajua mimi ni mtu mwenye napenda change. I'm all for the change. You know? The generations zina change, every new generation inakuja na mindset. You know? Mimi mindset yangu ni mwanamke unaoa mwanamke ni mmoja. Kama venye vitabu ya mimi ni Mkristo nimeokoka. Vitabu vya kibiblia vinasema mwanamke unaoa ni mke mmoja tu na kuoa ni mara moja. Mkiachana kienda kuoa tena ishakuwa ni mambo mengine. So mimi na believe that I will only marry once and I'll try my best to do it right. Hapo kuna unasema you'll try your best to do right at the first nani kwa sababu kuna watu wengi sana wanaonekana hiki kitu sijui kama kimeshawahi kutokea. Unapewa chance ya mara moja. Unapewa chance kabisa ile unaichezea alafu baada ya muda imeshamalizika ndio unaanza kuwa I wish ningetumika my best. Have you imeshaka ku happen? I mean happen. Kifupi happen. Unajua kipi niko dance happen sana. But I'm happy where I am right now. So yeah, I don't really think about that no more. Ila unaweza kuambia watu nini kuhusu hicho? Kuhusu unajua kuna msemo fulani kuna kashoti fulani wagana kawachi. Kanasema hivi, tunaishi na watu wengine. Na watu wengine wanaishi na watu wetu. So hiyo kifupi inijenga sana kiakili kwa sababu kuna demu waga aliniachaga hapo before aniachaga hapo. Wanaanza kunieremeti nimenyang'anywa demu. Nimenyang'anywa demu. Sasa hiyo kitu kilini affect mentally. Sababu nilikuwa bado ningekia mtoto. Kina affect mentally. Nikakaa almost 2 years na demu. Niko tu hapa nagusa huko. Yaani hii akili ilikuwa everywhere. So but Mungu akipenda kusave atakusave anyways. Akanitumia angel maisha yangu. I mean I can call an angel right now because she's perfect for me. Nikakutana naye kwenye hiyo storm hivyo akanipull from the storm. But now I'm happy where I am and unazuka mtaje kwa majina? Hapana kabisa. This is not the right time. But she's beautiful. She's amazing. Naona kama unadima na kana kupost hivi. Ila kama upendi kusema jina yake na mimi basi nitaikaa kimya. Nitakuachia siku ni wewe utaamua. Ndio utatuambia shemeji ni nani? Shemu la mashemu. Unampenda sana? Nampenda kinoma. Unajua mwanaume ni kupenda, you know. Hata kwenye Biblia imeandikwa. Mwanaume utampenda mke wake. So that's all I'm doing. Hivyo mshakukutana na mpenzi wako? Sana tu. Kukutana kivipi kwanza? Maki kukutana unajua kwanza ningeanza kwanza kuuliza mpenzi wako ni wa state moja. Mimi sio mpenzi wangu kifupi. Mchumba wangu. Mimi na mchumba wangu atuishi state moja nao. Mnaishi nani? Sasa ndio mshakukutana mara ngapi? Mshakutana mara 4. So since cause we've been dating for like it's 11 months right now. 11 months mnakutana mara 4. Mara 4.
So consistency maisha. Ndo mnakaa mnakutana kibati mbaya ama mnakaa mna plan? Unajua mimi ni mzee wa kuplan. Everything I do inaenda kwenye schedule na plan. So yeah, kila kitu inakuwa plan kabisa. Hivyo unapendaga kudate na wanawake wa ndani ni mko state nayo moja ama wa nje? Mimi ikija kwenye kudate kabisa, mimi napendaga mtu wangu akwe mbali. Na maana yangu kusema hivyo kwa sababu tunajua kuna ile kuoa ya venye yani unaoa bila kupangilia. Umeoa tu kwa sababu umebebesha mimi. Piga bunda. Yeah, so mimi vile mpenzi wangu mchumba wangu yako mbali, inanitoa kwenye ile hatari ya kubebesha mimba na nioe. Kwa sababu mimi napenda nioe kihalali, no. Yeah. So hiyo ya mimba kama vijana siku hizi wanafanya. Yeah, hiyo ni mimba tu na kuchukua mke. Sasa ukikuwa kwenye mood unataka kufanya? Nikiwa kwenye mood, unajua kuna mambo mengi ya kufanya. Kuna mambo mengi ya kuna mambo mengi ya kufanya ya distract from being in the mood. Unajua mimi niko busy sana. Mimi tu niko busy sana na mambo. Yeah, unajua kama si write script kwa mtu, simandiki mtu script ya interview, anything. Interview, music videos, because I do all that. Music videos, even a script for speech, nini. Kama siandiki none of that, nitakuwa niko na study. Kama si study, nitakuwa niko zangu mazoezini na wana pale tunapiga mazoezi kidogo. So, muda ile time ya kwanza kuwaza eti nifanye hivi, waga sina nayo sana. Hivyo unaweza kuwashauria nini vijana wanapiga? Unajua kupiga sio kitu kizuri. Unajua kwanza kinakuaffect mentally na physically. Yeah, kwa sababu ukiona mtu mwenye anapiga kabisa utaona lack of confidence itakuwepo na mawazo itakuwa ni mafupi sana, hatakuwa na upeo ule wa kuwaza mambo makubwa. Yeah, so hiyo ina affect watu wengi, so mostly just this is not worth it. Ile time when una invest ku scroll kwenye mambo yenu, ile time ile una invest kule, ungekuwa na invest ile time ku study for something, or there's a lot of things we can do. Ungekuwa invest that time on that, tunaweza kwa mbali sana. Do you read books? I read books, yeah. What kind of books? Power of Now, one of my favorite. Yeah, that's the name of the book, but what is your favorite one? Power of Now. By who? Unani ama buki? The writer, I don't have him in my head right now because I came here like it was just a brief thing, so there's a lot going on in my mind. Power of Now. Kingine kitabu gani kinamshaga? Ama naweza kusema kitabu chako cha kwanza ukisoma kilikuwa? Kitabu changu cha kwanza mimi kusoma kilikuwa kitabu cha kimeandikwa na babangu. Babangu alikuwa anipa kitabu kwa sababu mzee amesoma. So before kule kwao kwenye masomo yao sijui kama ndo same what, kwa sababu alisomea ni walimu. So before ya graduate hajamaliza kabisa wanakupashia test uandike kitabu chako. So mzee aliandika kitabu nikakisoma. I don't want to share the naandika mle ndani kwenye kitabu for his own ni yake privacy kwa sababu he never published it. Yeah, but it's one of the greatest book I ever read. Na mzee wangu inspired sana when it comes to things like that. Yeah, so nilisoma hiki kitabu ndo maana upeo ulifunguka kidogo. Unakaa fuatilia mtu gani anakana kuinspire? Mtu gani unakaa mfuatilia sana unamsikiliza? Right now anakuwa sikiliza ma podcast mengi, a lot of people, but me based on my personality most of the time waga nasikiliza kwa sababu waga namfollow hata kwenye Twitter, anywhere, X, Andrew Tate. It's one of my favorite podcasts kwa sababu he's bold, you know. He speaks facts. You know, I got confidence. Yeah, you know, as a young man, I look up to people like those that are bold and have confidence. Yeah, unaweza kuambia nini watu ni wanakaa wako na wanaongea mambo mabaya kuhusu Andrew Tate? Unajua watu wanaongea mambo mabaya kwa sababu ya vitu wenye anasema ni ukweli. Unajua siku zote ukiwa unamwambia mtu ukweli uchoma kabisa. Ukiwa unamwambia ukweli lazima itamchoma na atakuchukia. Lakini kile nampendea Andrew Tate yule, yani haishi kusema ukweli. Waga every day anasema ukweli. Hata tu achomeke, wamstaki, wafanye nini, anazidi tu kuongea ukweli. Na kitu natamani sana kwenye community yetu, you know, mimi ni Mbembe. Napenda sana Kibembe, napenda sana Wabembe.
kunapenda sana kwenye community yetu. Ungekuwa mtu mwenye ako bold kama Andrew Tate. All this nonsense going on around. Ungependa mtu angekukojua nini asiku Usikuwa mimi kwa sababu mimi kitu ya kwanza mimi ni mtu mwenye I like to work on the background. Yeah, so ilikuwa in front sana. Even all my projects are mingi sana. All I've done, you never see my name or anybody anything to do with my company because I like to work back on background. Kwa sababu I believe in the power of being unknown. Yeah, the power of being unknown, it gives you freedom. Yeah, kwa sababu mimi kwanza hiyo ni part of yenye menilidi mimi naache kudance kwa sababu ni hiyo ni one of the reason. I like the power sana naenda huko. The power kwa sababu ilikuwa sometime inanyima hata alone time, you know. Yeah, unakuta tunaenda kwenye party, tunaperform kwenye party, tunaenda kwenye party, unakuta ushazungukwa na watu. Chakua hivi sasa mimi I like being alone kwa sababu I like to think. When I'm alone I think. Nawaza sana mambo mengi. Vitu gani unapendaga kuwaza sana? Mimi kiukweli nawaza kuhusu maendeleo sana. Yeah, nawaza kuhusu maendeleo daily. Kitu gani kile unapendaga uchange katika community yetu hapa? Community yetu ya Bondo, kitu ya kwanza napenda ni change ni style ya leaderships. Yeah, style. Hii tabia ya kila mtu anapenda kuwe leader. Kila mtu anapenda lead. Hicho kinatu lead, yani kuna watu wapendi wa leadiwe hicho. Hicho kinatu lead sio kwenye community yetu twende tusikue kwenye same page. Yeah, kwa sababu kila leader unakuta leader kuna vision ya hivi, kuna ya hivi. Lakini instead tungekuwa na pamoja na on the same leader. Mwenye kuna vision na sio tuna support your vision eti we go with this one. Tuwasha kwa mbali. Wanaweza kusema kila mtu anapendaga kuwa anaonekana yeye ndo eti mimi ndo nimeanzisha hiki. So unajua wenzetu wa Tanzania ukienda kwenye sema tuingie kwenye wasanii ni mfano tu. Ukienda wa Tanzania ukienda kwenye msanii umuulize what's your history huko nyuma before Tanzania muziki, who helped you to get up. Akutakosa jina ya Ruge kwenye wale wasanii ndani mwao. Wale wote wa old to the yani mpaka pale kwenye alikuwa bado hajafariki kwa sababu jamaa ni spasa. Ukiuliza question kama hiyo watakwambia Ruge amenisaidia sana. Lakini si Wabembe hakuna mtu wa hivyo yani. Tunaweza this guy inspire this guy. Unadhani huyo mtu anaweko kwa sababu Wabembe hawapendagi kuona mtu ana succeed. Akiona anaanza na hivyo wanampiga kitu chini. Sio hata hivyo tu, Wabembe tuna ubinafsi mwingi sana. Ya umimi na ubinafsi uko kwenye nafsi zetu sana. So, na hiyo natufelisha sana. Unajua kama nilivyosema mimi na focus sana kwenye entertainment. Na vision kubwa sana kuhusu entertainment yetu si Wabembe, lakini it's just ukija kuangalia ndani ya Wabembe wenzetu, watu wengine wenzetu, utaona ni ile wanaumimi sana kwenye mioyo zao. Unajua you can if you wanna succeed, unataka kusucceed fast, do it alone. Utasucceed fast. But if you wanna go farther, even farther than that, you have to have a team, a strong foundation. Sure. Yeah, but si Wabembe we're not willing to tunaona kama vile sema mkate hivi kama Yesu alivyoshia mkate na wale watu wake wale wafuasi wake. Sisi Wabembe hatuna willing kufanya vile. Mpenda tunajua ni sisi tu sisi. Yeah, hatuna willing kufanya that. So inaturudisha nyuma sana. If the time tukichange your kitu when I get the power to do that. Kwa sababu I still don't have the power to do that, but when the power is there, I will do something about it. Because most of us succeed kwa sababu we believe in working alone. Wabembe kufupi in the music, in some music, movies, even balema Instagram betu, ba TikTok betu. We believe in doing things alone. Yeah, do you think that kinakaa tu masie Wabembe to succeed in his lack of knowledge, lack of information, important information? Yeah, hiyo inachangia. Kwanza hiyo ni kikubwa sana. Lack of knowledge, information, research. Ndio hapo nilikwambia we're not willing kugawana ile mkate. Hiyo mkate kwangu mimi inamaanisha kama vile majukumu. Unajua ukishajamulia mimi nataka niwe msanii kwa mfano. Nataka niwe msanii. Itabidi kuwe na strong team kwanza. People that you trust. Tuseme kwa mfano mimi nataka nikuwe msanii and I know wewe unajua wewe ni director mzuri au wewe ni
ni producer mzuri. So I'll be close to you. Takuwa close na wewe so you can help me ku produce, ku direct. All I can do is sing and you know produce and direct. Akisi wa Bembe, we're not willing to do that. We're willing to kwenda mbali, kwenda kufanya na watu mbali, kuliko kufanya na watu wenye tuko nao. Yeah. Unajua mimi ni mtu mwenye natamani sana kufanya ku build a strong team for my company, Ngama Nation, all that. Sure. Lakini kinanizuia tu ni ile nikiangalia right now at the time, Hope the right people. I don't have the right people there yet, but ile mkutembea, I'm running into people that Can't have the same mindset. Yeah, these people can't have the same mindset as me. Naweza pitch idea kwake. Tunabebana, tunaelewana, tunakuja na something people atapenda. Yeah. That's what I mean by to build a strong team kwa wasanii. Hivi umeshagawahi huko na ikatu na rafiki zako unaanza leta mambo ya vitabu ama na mambo ya kuna nini? Wanakana sema nini? Wanakana kukimbia. Yaani nikisema nikianza tu kuongelea tu mambo tu ya kitabu tu. Nikianza kuongelea tu mambo tu ya kitabu, yani nikisema kimwa kitu quote from a book. It's over. Yani the conversation is over. Kila mtu anaenda makwao. Anaanza yake tena. Yeah, so the conversation is over. Huko kuna mtu mwenye anamjua na kuaga hivyo. Kwa mtu alafu anajua hako atusikiliza pale vile. Yeah, hiyo tabia. Maana hako atusikiliza pale vile. Yeah, hiyo tabia ni tabia mbovu sana, you know. Yeah. Ukiquote tu a quote from a book, ushakuwa mtu wa vitabu, utajizeesha. Unahitaji kuta wewe ndo nani? Wendo mwenye akili sana na hapo. Ndo hapo hivyo ndo maana most of my time I spend most of my time in my room. Yeah. On my computer. If not on my computer, I'm reading something. Do you think nani sio wenzetu wa Bembe for not willing to learn ama kusoma vitabu? Kwa sababu I know for sure vitabu ni vifaa maana sana, vinaweza kukupa knowledge na kufungua akili vizuri sana. Do you think kwa sababu kama ulisema unapendaga kusaidia watu, hasa ukitaka kumsaidia mtu they gotta do something ili bafungue kwanza akili yao vizuri. Yeah. Umshaka kumpashia like let's do something, man. We gotta read this book ili ikuoneshe this is how and this is what. Umshaka kufanya. Oh yeah, I mean, you know me, I work with different people, watu wa mingi. So kulikuwa majamaa fulani hivi kanicheki, oi, mimi nataka nijue kutumikisha Excel. You know, Excel ni program fulani hivi, almost all the offices they use it. Akasema nataka ni learn how to use it and I know how to use it. Nikamwambia it's simple for me to give you the information. The information where I learned it. Well, I learned it, so nikutumie nayo, you can do the same too. Akanambia use sasa hivi tu mingi tena kwanza kusoma, kuangalia zile video, kuangalia nini. You can just teach me there, unaonyesha. Nikamwambia come on, itakuwa simple uende kule. Alafu kwanza wewe mwenyewe unaona muda kufanya. Yeah, mimi sina muda tena kwanza kukaa chini aanze kumuonesha mtu how to use it. Unakuwa ni kutoka tofauti gani wewe kuona muonesha ile coach video? Kwa sababu coach video na is the same thing. Like the same thing. Then niko afanya na vingine. Unajua teaching is hard. Ama inakaa ni ile uvivu tu ya watu. Uvivu tu kuangalia 4-minute video. Yaani sema uvivu tu. Uvivu na wajitume na kujituma na ile dedication. Yeah. Yaani wanataka result za quick. Yeah, inakuwa shida sana. Penda vile meshi imesharewika. Unajua kuna kipindi mimi kuna watu wanakana nilizoniza kwa sababu mimi napenda kusoma vitabu, of course na kusoma vitabu also. Niko shuleni hivi. Kuna nataka sema ni mazina yangu ila ni mazina wangu rafiki yake sasa. Napenda kuniambia kiniona umeshafanikiwa. Mzee wa vitabu siku hizi hadi anapenda kuniita mzee wa vitabu. Umeshafanikiwa mbona uko pale pale? Asante na kana uliza. Sasa unadhani kukua self ama kutoboa kimaisha inakaga tu ni gafa from nowhere? Ila naambiaga like if you read one book, ukisoma kitabu kimoja tu, kiko na uwezo kuchange maisha yako. That's true. Like only one book kiko na uwezo kumake afu the things I love about books iko inakana fungua akili yako na kuona things other people don't see in your community. Ama watu around you. Yeah, that's why you gotta have a small circle. Unakuwa na circle ya kidogo and people you trust people, mko na same vision. Mnajua kuni mko na mnaenda, you know. You guys know your destination. I want to get here. We're going for it. There's no looking back, being relentless. You know what I'm saying?
I mean, you know why like different cultures kama vile watu wengi tumekuta hapa wenyeji. You know why most of them are successful? It's because they sit and work with the people that have the same mindset and vision. So same thing with them. They might think the same, and so they sit down and work on something. Ndio maana wako successful sana. Na kingi kitu mimi naona kinakuaga like mtu akikuwa successful utapenda naweza nikapenda nisaidie na ni ndugu zangu ila ushangae hawapende no willing kulon, you know. Ama wanakana subiria hadi mtu kwanza apate ile hela, sasa yeye ndo hakuna pewa watu. You know, hapo ndo kuna shida nyingine hapo, you know. Ndugu, ukisema usaidie ndugu, unajua kusaidia ndugu sio mbaya. Kusaidia ndugu sio mbaya, lakini kibaya ni usaidia ndugu wote. Hiyo ndio kweli nyingine. Unasaidia ndugu lakini hauwaridhisha kamwe. Mimi nakuwa believe mie. Kama nakuwa jiambia mwakili yangu, nitamshukuru sana mtu alinipashia knowledge kuliko mtu alinionyesha, kuliko mtu alinipa final product. Mimi sipenda kupa final product, nipashie knowledge, so ile knowledge kishanipa nayo, I can do it over and over. Most of the time. Lakini ukinipashia final product, I'm just gonna get it. I don't even know how. Ndio maana sio wabembe wengi tunakaa na failure. Kwa sababu tunapenda tu tupewe ile final product, afu tujue tena bikimalizika tena tunarudia kwa ile mtu. Hasa huyo mtu akwambia fanye kufunze ni hivi na hivi unakatala. Hapo ndo. Na hapo ndio inaka shida hapo. Hapo ndo shida zinakuja hapo. I mean, mimi namshukuru sana Mungu. Our plans. Japokuwa sijafika kwenye napenda nikuwe right now. But where I'm going, in 2 years, 3 years. Unajua cha kwanza mimi nataka kwanza ni take over yani kama nation ikwe the main source ya music yetu sio like wa bembe, kwa sababu you know we're everywhere right now. Like there's no control. Tuko music is everywhere, just any pum ni everywhere. There's no control, you know. Seme wenzetu wa Tanzania walipata control mapema, you know, walikuwa advance mapema mbele yetu. Wakongomani wengine kutoka huko walikuwa na music yao before us. Akisi we have the talents, but the talents azina under control. There's no control for it. You just kila mtu they just doing willingly unknowingly, boom, but just doing it. Unataka kukua kama ni record label or something like that. No, I wouldn't say under management. No, more like management, but somewhere like a safe place. A safe place where msanii kuya, yo niko na have a music video, my idea is this and this. Hata kama nifanyie script kali nikitoka nayo hapa nikienda kurekodi, kuna director wangu inakuwa kali na watu wengi, you know, before you start selling your product, right? So kwa mfano una machungu. Utaenda muzishe mtu anapenda ndizi machungu. Hiyo itakuwa ni hapana, ndio this the control I'm talking about. You know, mimi nishakaa chini sana, I'm trying so hard ni study wa bembe wanapenda vitu gani, muziki wa aina gani. So I kumuzisha mtu machungwa, mtu anapenda embe, au mtu anapenda mango umpashe nani oranges. That's impossible. Na hapo ndo ma follow-ups zinakuja nyingi hapo kwa sio bembe, you know. Before gender worldwide, kwenu kwanza wabembe you need to have kwanza strong fan base ya kwenu kwanza. I mean, watu wenyewe wapendi, a lot of people don't want to believe that, right? Wapendi ku believe like I need a strong fan base kutoka kwa bembe, that's when I'm gonna go worldwide. They just want to jump worldwide, you know. Most of the time ule jamaa, kuna jamaa kule Kambini Rugusu kule Nyagoman. Yake mindset, you have a strongest mindset. Napenda mindset. Strongest mindset. Watu kama wale they're willing to push they're willing to push kibembe chetu mbele. Watu kama wale, that's where I want to build a safe place for people like those. Watu kama wale, safe place for them where they can come and picha ka idea, you know. Niko na idea kufanya hivi, but I'm missing this and this. And they just come and grab and go. That's what I mean by safe place. Kwanza Nyagoman napenda kitu unafanya. Maki kambini pale na camp amesha take. Maki hakuna mtu anamjua. Pale vile mtu anajulikana. Kifupi pale vile hakuna strong fan base, hata at drop yake muziki huko dunia ikatai pale bakimsikiliza. Ana collect zake cup of change pale. Maisha na move on, so
na most of wasanii hapa kwetu Marekani, I don't know, yani banawaza farther ahead. Abeni step na step. Ahead is Makina zanga sema wako na lenganisha mtu mwenye ako kwenye 10 level ya 10 na yeye bado akingalika huko anataka avuke hiyo na bado yapige step on. Oh yeah, there's a thing in life inaitwa baby steps. You know, kila kitu ilikuwa baby steps. I was muona tu msanii ametoa muziki blue. Ime blow one day tu. You never know yake background before hajapata ile song yenye ime blow ile. Haujui background ile muziki. You know, kuna watu wanakaa anasema oh Rema just came in 2018 akatoa like do maybe, and I mean it was it maybe, I don't know one mwaka muziki hivi nikablo no. Before that Rema alikuwa na perform kwenye tuma party to birthday tu mtoto hivi birthday party na perform anza kukwaya, you know, anaenda kumakwaya anaenda kumanini, no. Rema anapenda kufuatilia ke background story, inakuwa ni spark kidogo, so anaenda kumakwaya kumanini na perform until akamiti Prince, ndo maisha ikaanza kucheza. So maisha wabembe wenzangu inabidi kwanza elewe there's baby steps. There's nothing wrong with taking baby steps kwenye muziki, kwenye movies, kwenye anything you're doing. There's nothing wrong with that, and that's why unaona you ask kama Ngama Nation is taking too long because we're taking baby steps. And we're making sure msingi wetu uko strong enough. So we can always hata tubomoke huku tunakuja tunafall kwenye msingi that we can rebuild afterward. Yeah, ndio maana take steps. Lakini wasanii wetu tukashauri kidogo tu ni they need to learn to take baby steps and they need to learn to be humble. Yeah, most of them they're not humble. You know, I'm not the right person to judge evil, but they're just not humble enough. And you can hear from wabembe wenzao, you know, from the community too. Ale jamaa anaona shatuboa kutoa couple of songs shatuboa, ule mwingine ashaenda wapi, ule mwingine hivi. You know, hata kuongea na shabiki tu, ile unaongea tu na shabiki wako tu, itamfanya ule shabiki akupende sana. Kwa sababu ule shabiki yako ndio kama vile boss wako. Inabidi kwanza wasanii wengine waelewe kwanza hicho. Ule shabiki ndio boss, ndio anasikiliza muziki wako kwenye masikio yake. Sasa wewe ukiwa unaongea naye kama vile unaongea na takataka fulani, unafikiri huyo shabiki atakuwa na kuongelea mambo mazuri huko, aidha atapenda kusikiliza muziki wako. So you losing customer by there. So inabidi alone hata kwenye interview before you speak kwanza, you know, wasanii, I know you don't have the right management and stuff, but even the way you speak on an interview, inaweza kawa yako downfall the next day. So I mean, kama nilivyokuambia, Ngama Nation we building a safe place. All those hizo access utakuwa nazo kipindi Ngama Nation ishakuwa strong. You know, msanii anaenda kwenye interview tu, you just start talking. Yeah, inabidi kwanza uko umepangwa, you need to say you cannot say this, you cannot say this, you cannot say this. These things you cannot say. So but right now, even if they're underground, but my interviews are worldwide, people listen to it. You know, unakuwa kwa scroll tu na kwa bump kwenye interview ya mtu. Yeah, so they need to know all those stuff will be provided kule kwenye Ngama Nation. Like literally short unaita tu N Nation. Yeah, itakuwa provided pale, but when the time is right. All right now too, I'm just watching, I'm saying when the time is right, the change will happen. Yeah, the time gonna come, you know, mdogo tu, the time gonna come, of course. Hivi unaweza kuambia nini wanaume wanapendaga kuikala kwenye Instagram au kuna score? Hapo anaanza tumeana ma reels. Oh yes. Kitu cha kwanza mimi nakuaga nachukia sana mtu kunitumia reels yenye ina maana. Yaani sio anything to do with education. Yaani sio learn anything from the reels, na kwa nachukia sana. Unajua mimi napenda kutumisha yangu internet sema yangu social medias for knowledge based purposes only. Yeah, so mtu akinitumia tu reels tu unakuta kwa mwaka trend kasongo yoyo anatumia tu hapo tu, mimi naenda kuangalia, I'm like damn, I waste my 30 seconds hapa kuangalia hapa kulike. Sio kwani man, I piss off, but you know friends wanakuwestia time kutumia reels, why you gay, what the why you man, I could be do something why are you gay? Hey, why you gay? Natumia tu out of nowhere. So yeah, to use social media for money purposes, man. I don't like using that word, but that's the main purpose. That's yeah, right. That should no, be you the gotta main, say it, bro. That should be the main purpose for us using social media. Kine
sisi watu wengine wanaweza social media kuexpose watu wengine, yeah, kuzingua watu wengine. Just so much. Because I know for sure like the Matrix wanakana tumikisha nani social media ili kudistract watu from nani the real purpose of their lives, their goals. Wanakaa leteleta vitu upuuzi. Unajua binadamu si akili yetu tunapendaga vitu ya raha. Tunapenda kujifurahisha ile dopamine. Asa ndo unakuta ukitoka kwenye nani clip na ukikia kingine unabakia hivyo unakuta the next. Uko na plan ya kufanya something ile vile ukikaa kukiti hivyo na ikala hivi unaanza piga hivyo. Next unakuwa imeshakuwa sana nani masaa 3 zimeshaenda hivyo unapoteza hiyo saa 3 ine you could have been doing nani vitu vya maana sana, getting knowledge ama doing something productive kile kusaidia katika maisha. Kifupi vijana to use social media for knowledge purposes, for learning purposes, not for entertainment. Yeah, I want to go back. I want to go to kunani. What do you think about the price iko na panda na bride price? Sema mimi kuhusu bride price. Hiyo kinanihuzunisha sana kwa sababu unajua tunatupa mila yetu, you know, hatuwezi sehemu na ile sehemu tukuta kuna pesa ndo na pesa za kuona zipande bei. Hiyo ni kama vile tunakeuka mila yetu, you know. Sisi ni Wabembe, you know, kama ni Mbembe mtu bila nani tradition yake, tradition. If you lose your traditions umepoteza kila kitu kwenye maisha. So kama wazee wanapandisha bei kwenye maslahi yao wenyewe tu, wanaenda watu wanapanga bei. Hiyo ni kitu wanakeuka mila, ndo kama nilivyosema leaderships ikiwa mbovu kila kitu itakuwa kiko mbovu. Unajua mimi waga napenda kuambia watu kweli tu. Unajua mbele wazee walikuwa naoa simple tu. Ilikuwa simple tu kuoa tu. Wanaoa simple. Sasa hivi ishakuwa maricho kuoa. Yaani mnaoa ishakuwa ni a lot of steps zenye mila na desturi zetu alisemi hivyo. Ya unakuta unajua pale mbele Wabembe walikuwa wafanya wedding. Mbembe kabisa walikuwa wafanya wedding kabisa. Lakini hivi ishakuwa ni week in week out, wedding in wedding out. Ukienda kuuliza wazee wa Bembe wengi kabisa, mzee mlikuwa mnaoaje? Sisi tulikuwa tunaoa, tunaenda unaweka kuni, unachukua mke wako the next day mnamalizana. Umeoa. Lakini nao with that 20k 30k autoi mke. So I mean me I don't mind. Mke wangu kwao mchumba wangu sio mke wangu. Mchumba wangu kwa akiniambia nitoe 30k kwa sababu nampenda. Nitatoa hiyo pesa sababu nampenda. Yeah, nampenda, nitatoa hiyo pesa. Lakini it's just I make sense utoe 30k. Kuna maisha baada ya kuoa ule mke, you know. Ukishamuoa utaanza kuanza maisha ajile 30k ushatoa kwenye familia yao. So ingekuwa wise mie kama mimi ningekuwa mimi na mtoto wa kike na muozesha, ingekuwa nani? Ningepewa ile mali ile narudishia ile nani ile, narudishia watoto wangu, narudishia ndo anzishe maisha. Na mume wake nendeni ukaanze maisha. So tunafika kwenye nani mwisho wa nani yetu, ningependa tuongee zaidi, useme muda ni mdogo umetubana. Hivi unaweza kuambia nini watu kuhusu Nenga Nation na mambo mengi? Hivi niko sema right? No. Basically it's Ngama Nation. Ngama Nation. Yeah, unaweza kuambia nini watu kuhusu Ngama Nation? Oh yeah, Ngama Nation is like a safe place. Safe place for entertainment based things, anything to do with entertainment. That's a safe place. You know, Ngama Nation we do it all. All entertainment, we do it all at once. So it's open for everybody. Anybody who need anything at any time, just reach Ngama Nation. He'll be utapata msaada unahitaji on the right time, and you will have the right things because we have all the tools we need. Yeah, so just reach Ngama Nation anytime. You'll be willing to help, you know. If ukihitaji kitu yako kiko fresh, you need to invest in it. That's most people need to know. Na know kitu ingine important, you need to invest in it. Time, money, and everything. Just you need to invest in it. Yeah, I mean, thank you so much for coming out and giving me this opportunity to kuongea na wewe. It's been a really great talk, and hopefully next time to meet again, we're gonna have a long conversation. Yeah. Oh yeah. Yeah, I appreciate it, man. Yeah, next time we meet, I won't be
I'll be the same. I think I'll be CEO. Yeah, time, Sure. yeah. Thank you guys for watching this video. Asante sana. We're gonna see you guys in the next one. Peace out.